iliona umuhimu wa jamii ya Nyasa kuwa na maktaba yake ambayo itawezesha wanajamii kupata maarifa mbalimbali. Kwa kuliona hilo, taasisi iliamua kujenga jengo maalum kwa ajili ya shughuli za maktaba ili kutoa fursa kwa jamii ya watu wa Nyasa kuwa na eneo maalum la kujisomea vitabu na majarida mbalimbali. Maelezo ya mradi. Jengo hili lilianza kujengwa Julai 2024 na kukamilika mwaka 2025 likiwa limegharimu jumla ya shilingi milioni 65. Aidha, jengo hili ndani yake lina ukumbi mkubwa kwa ajili ya uhifadhi wa vitabu na kujisomea, ukumbi mdogo, chumba cha ofisi ya mkutubi, vyoo vitatu pamoja na mfumo wa maji na umeme. Ujenzi wa jengo hili la maktaba umewezeshwa kwa ushirikiano wa halmashauri ya wilaya ya Nyasa ambao wametoa eneo ploti namba 1 block D Kilosa Kati Bomani kata ya Kilosa, na jengo la halmashauri ya zamani na shule ya Langland ya nchini Norway ambao wametoa fedha za ujenzi pamoja na taasisi ya Tanzania Project ambao wamesimamia upatikanaji wa fedha pamoja na ujenzi wa jengo hili la maktaba. We were discussing the need we saw for a library in this area. Wazo hili lilianza miaka 10 iliyopita wakati ambao tuliona mahitaji ya maktaba katika eneo hili. And I remember my friend that was together with me here working with me, she said, "Oh, we just have to dream about it. Maybe one day it will come true." Nakumbuka kwamba nilikuwa na rafiki yangu, siku moja tukawa tunajadili, tukasema tunatakiwa kuwa na ndoto ya jambo hili na labda siku moja inaweza ikatokea. And today the dream has come true. Na leo naona ndoto imekuwa kitu halisia kabisa. So, and the reason why we were hoping for this was that we saw that there were no place where children or adults could go to read, to be stimulated from what you can have from a book. Kwa nini tuliona tufanye wazo hili? Tuliona kwamba katika eneo tulilonalo hakuna mahali ambapo watoto wanaweza wakaenda wakasoma, lakini pia hata watu wazima wakajifunza kupitia vitabu. And having a nice time reading in books and other events. Na hilo ndilo tunalotarajia kwamba maktaba hii iwe ni sehemu ya kuwashawishi watu kuweza kusoma, kujifunza vitu mbalimbali kutoka kwenye vitabu. Siku ya leo ni siku ya historia kwetu Nyasa. It's a day of history in Nyasa. Kupata jengo hili la maktaba to have this building of a library. It's a big investment. Lakini niseme kwa kifupi tu ni kwamba tunawashukuru sana, tufikishie pia shukrani hizi kwa wadau ambao wameweza kutolea katika ujenzi wa jengo hili. Ujenzi wa jengo hili sio uwekezaji tu katika jengo kama tunavyoona. Ni uwekezaji katika elimu, lakini pia uwekezaji katika maarifa na kubadilisha mindset za vijana kutoka kupoteza wakati kwenye vijiwe kutumia muda huu kuja kujisomea. Nitoe wito kwa wanafunzi, walimu, lakini pia wananchi wote wa Nyasa kutumia jengo hili au kutumia miundombinu ambayo itakuwepo katika jengo hili ili kuweza kuhakikisha kwamba malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa na tunaweza kufikia kile ambacho tulikuwa tunataka kufikia katika sekta ya elimu ambayo imekuwa ni kipaumbele cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tanzania Project kwa uongozi wa Anne, tunashukuru sana kwa niaba ya serikali. Mmekuwa msaada mkubwa katika wilaya yetu ya Nyasa. Mmetekeleza miradi hapa ambayo inatusaidia kama jamii ya Wananyasa. Mnafanya hii kusaidia serikali, jukumu la serikali. Tunawashukuru sana. Tutaendelea kushirikiana na ninyi. Sasa tuko tayari mtukabidhi maktaba hii, na sisi ni waahidi wanafunzi, nimeshawaambia pamoja na wananchi watasoma hapa, wataingia kusoma vitabu. Ukisoma vitabu unapata maarifa.
unapata na maarifa mapya, unaongeza uelewa. Siri ya maarifa iko kwenye vitabu. Maktaba hii tutaitunza hii maktaba iendelee kufanya kazi iliyokusudia. Tutaitunza hii maktaba, si ndio jamani? Na tutaitumia vizuri kwa malengo yaliyokusudia. Kutoa neno la shukrani kwa Tanzania Project, kwa maana kuna wilaya nyingi, kuna shule nyingi, lakini wametupendelea hapa Ruvuma, hapa Nyasa. Tunasema asante, kwa maana hii maktaba itaweza kutusaidia pale ambapo tunaona tujaelewa katika vipindi vyetu vya darasani, tunaweza tukaja hapa tukasoma vitabu na tukapata maarifa zaidi. Hapo zamani tulikuwa hatuna maktaba hii, tulikuwa tuna uhaba mkubwa wa vitabu, hasa kwa sisi vyumba vya mitihani. Wanafunzi tulikuwa tunafeli mno kwa sababu tulikuwa vitabu ni vichache. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba tutafaulu kwa viwango vikubwa.